الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. Watukufu Waislamu, walillahi alhamdu, tumekutana tena katika juma lingine, lakini tukiwa tuko ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram, ambao kwa Waislamu sisi ndio mwezi wa kwanza, ikiwa leo ni tarehe 3 kwa tarehe 4, kila mmoja kwa nafasi yake. Na kabla sijaingia unwani ya hotuba yetu ya leo, tutazungumzia ni nini maana ya takwa, ucha Mungu ni nini, na ni zipi faida za kuwa mcha Mungu. Unapata nini ukiwa mcha Mungu? Maana kuna zawadi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa ama ameahidi kuwapa wale ambao watakuwa ni wacha Mungu. Na tumeamua kuzungumza ucha Mungu kwa sababu tuko katika mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram, ambao ni mwezi wa kwanza miongoni mwa ile miezi mitukufu. Basi Muharram ni mwezi mmojawapo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, sidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu. Na ndio maana tukaja na nukta ya ni nini ucha Mungu na ni faida gani tutazipata tukiwa ni wacha Mungu. Watukufu wa Islamu, moja katika wanawazuoni waliwahi kuulizwa ni nini maana ya ucha Mungu. Talq ibn Habib aliulizwa ni nini ucha Mungu, yeye akajibu kwa kusema at-taqwa hiya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi tena khawfan min Allah wa rajaan fi rahmatihi. Haya ni maneno ya Talq ibn Habib. Aliulizwa ni nini ucha Mungu. Ucha Mungu ni nini? Yeye moja kwa moja akasema ucha Mungu hiya imtithalu awamir, ucha Mungu ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja afahamu, anaposikia neno takwa, ucha Mungu, basi akili yake moja kwa moja ifike kwa kusema ucha Mungu ni kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na kujiweka mbali na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kujiepusha nayo yale yote ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tena khawfan min Allah, kwa kuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kutaraji rahma zake, wa rajaa fi rahmatihi, na kutaraji rahma zake yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ndio takwa na huu ndio ucha Mungu. Kwa hivyo maneno haya ya Talq ibn Habib yanaenda sambamba moja kwa moja katika maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale ambayo amekujieni nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, yashikeni, yachukueni. Lakini yale ambayo amemkatazeni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaacheni.
ndiyo maana ya kuwa mcha Mungu. Sayyidina Ali bin Abi Talib na yeye akatafsiri neno ucha Mungu. Fahamu tuko katika kuzungumzia suala la ucha Mungu, alafu kila mmoja kwa nafsi yake, kwa haya ambayo wameyazungumza wanawazuoni wanawakubwa hapa. Je, kuna lipi ambalo sina ili nikapate kujirekebisha na mimi niwe miongoni mwa wale wacha Mungu? Sayyidina Ali ibn Abi Talib yeye akasema, at-taqwa, ucha Mungu, al-khawf min al-jalil, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia wal-amalu bitanzili, na kufanya matendo kwa kufuata Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Qur'ani inatuongoza katika kheri. Pamoja na haya, Sayyidina Ali bin Abi Talib akasema wal qana'atu bil qalili, anazungumzia ucha Mungu, anasema na kukinai kwa kile kidogo. Ukiwa una mambo haya ambayo ameyataja Sayyidina Ali na Talib bin Habib, basi fahamu uko katika ucha Mungu, wewe ni mcha Mungu. Lakini wal istidadu li yawmi rahili, na kujiandaa na siku ya mwisho, huu ndio ucha Mungu. Na mmoja akajitathmini kwa haya ambayo yamezungumzwa na hawa mabwana wakubwa, lipi hana, lipi analo, hili sina, nijitahidi niwe nalo, nifikie katika daraja ya ucha Mungu kama hawa watu wakubwa walivyotuambia. Ubay ibn Ka'b aliulizwa na Sayyidina Umar, na yeye pia aliulizwa kuhusiana na ucha Mungu. Aliulizwa ucha Mungu ni nini? Yeye akamjibu kupitia swali. Kuna maswali mengine yanapoulizwa nayo kujibiwa na maswali. Akamwambia, ama salakta fi tariqi dha shauki, ili ushawahi kupita katika njia ambayo ina miba? Anamuuliza ucha Mungu ni nini, na yeye anaulizwa swali, ushawahi kupita njia iliyokuwa na miba? Akamjibu, bala, ndiyo, nishawahi kupita katika njia iliyokuwa na miba. Akamwambia, fama alimta, ukipita kwenye njia yenye miba unafanya nini? Akajibu, shammatu wajtahadtu, huwa ninakunja nguo zangu na ninajitahidi miba isije ikanikamata ama ikanichoma nikipita katika njia ambayo ina miba. Baada ya kujibu hivyo, bwana akasema, fadhaka at-taqwa, sasa hiyo ndiyo takwa. Ninataka kufika wapi katika maneno haya? Unapoishi katika dunia, fahamu unaishi katika njia iliyokuwa na kila aina ya riba. Dunia ina miba ya dhambi ya riba, dunia ina miba ya dhambi ya zinaa, dunia ina miba ya dhambi ya ushirikina, dunia ina kila aina ya miba ya dhambi. Kwa hivyo maana yake ni kwamba ifikie mahala unajitahidi kujikinga na yale ambayo yatakupeleka kwa babaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo maana ya takwa. Watukufu Islam, wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu li qawlihi yahtadil muhtadun, fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wasjudu la'allakum turhamun, wa qala 'azza min qailin 'alayhi, fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'in billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم عن الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Umeelewani? Sio mbona ukufanya kuzungumzi sana alafu kutoka hapa kuna ulitokea. Na bora ya maneno ni yale yaliyokuwa machache yakawa yana faida kwa kila mtu. Tupo katika kuzungumzia ucha Mungu na faida za ucha Mungu, lakini pia tusisahau kuna mambo mengi leo, maana tukawajibika kufanya hotuba ikawa fupi lakini ambayo itabebeka.
Subhanahu wa Ta'ala anatuambia tukiwa wacha Mungu basi kuna zawadi wanatoa. Ndio maana akasema ya ayyuhalladhina amanu, kaanza na wale wenye kuamini, sio watu wote. Amani kwanza, wale wenye kuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema in tattaqullaha, ikiwa ya shartia, ikiwa mtamcha Mwenyezi Mungu, ikiwa mtakuwa ninyi mna takwa, yaj'al lakum furqana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zawadi ya kwanza atakayompeni atakujalieni ninyi furqana. Lakini la pili, wayukaffir ankum sayi'atikum, atakufutieni madhambi yenu, wa yaghfir lakum, na atakusameheni, yani atakufutieni makosa yenu, lakini pia wa yaghfir lakum, na atakusameheni. Wallahu dhul fadli al-azim, Mwenyezi Mungu ni mpana sana, fadhila zake ni kubwa mno. Watukufu wa Islam, katika tafsiri ya Muhammad al-Sabuni Safwatu tafasiri, yeye akaifasiri hii aya akasema, in ata'tumullah wajtanabtum ma'asihi yaj'al lakum hidayatan wa nuran fi qulubikum, ikiwa nyinyi mtakuwa ni wacha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo la kwanza amesema yaj'al lakum furqana, atakujalieni furqana. Furqana ni nini? Furqana ni macho ya pili kwa mwanadamu, na ndio zawadi anayopewa mtu akiwa ni mcha Mungu. Na huwezi ukapewa haya macho ya pili ikiwa hauko katika ucha Mungu, macho ambayo yanaweza kutambua haki na batili, kwa sababu tunapozungumza wili wanajinasibisha na ucha Mungu, lakini wanapoona dhambi wana uwezo wa kuliacha, ama wanapoona dhambi wanaweza kufanya. Sasa unaweza ukawa mcha Mungu alafu usipewe furqani. Furqani ni hidayah, ni zawadi anayopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni utambuzi wa kutambua baya ukaacha kulifanya na ukatambua zuri ukalifanya. Kwa hiyo in ata'tumullah, mkiwa mtamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wajtanabtum maasi, na mkajiweka mbali na kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkajiepusha na yale yote ambayo ameyakataza Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema yaj'al lakum hidayatan wa nuran fi qulubikum, Mwenyezi Mungu anakujalieni nyinyi hidayah, hidayah kwa maana ya zawadi katika nyoyo zenu na nuru katika nyoyo zenu. Nuru hii sasa inafanya kazi gani? Tafrifuna bihi baina al-haqqi wal batil. Ukipewa hii nuru katika moyo wako na hata hii furqani katika moyo wako, basi fahamu itakuwa unatembea nayo na itakuwa inakufahamisha hii ni haki na hii ni batili. Ukimwona yeyote yule amelemea katika dhambi, katika kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amekosa furqani katika moyo wake. Atakuwa anafanya mazuri, anafanya watu mazuri, lakini hana furqani ndani ya moyo wake. Na hata ikiwa unaswali, unafunga mchana, unasimama qiyamul layl, lakini bado ukiona dhambi unaweza ukaifanya, fahamu umekosa furqani katika moyo wako. Furqani ni zawadi ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamjalia mcha Mungu, ni jicho la pili, sio kwa macho ya kawaida unavyoona wewe. Ukiwa unaswali lakini ni mshirikina, umekosa furqani, Mwenyezi Mungu amekunyima furqani. Unaswali unafunga lakini ni mwizi, umekosa furqani, kwa sababu furqani ni utambuzi wa kutambua haki na kutambua batili. Kutambua haki unaifanya na batili ukaiacha. Hii ndio zawadi anayokupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa sharti. Sharti lake in ata'tumullah, ikiwa mtamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni wacha Mungu, Mungu anakujalia ni zawadi al-furqan.
utambuzi. Mfano, pia mfano hasa wameaminiwa wanaweza kusimamia na wakafanya jambo. Sasa watu hawa walioaminiwa wakiwa hawana uchamungu, maana yake watakosa furqani. Ndio maana yake sijibu. Ukikosa furqani unaweza ukafanya lolote pale, kwa sababu matangazo yako wazi, kila mmoja amfuate ambaye anamuona anaweza kusaidia hili suala ili lipate kwenda mbele. Na anayekuona unao uwezo wa kuweka fedha yako mfukoni ukaenda kufanya mambo yako. Tattaqullah yaj'al lakum furqana, mkiwa mtamcha Mwenyezi Mungu atakujalieni furqani. Kwa hiyo watu hawa wakiwa wana furqani, moja kwa moja fedha ile itaingia katika sehemu husika na mtaona mambo yanaenda mbele. Mzanguni katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza tena katika aya nyingine akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullah, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaj'al lakum, wa aminu bi rasuli, na muamini mitume yake. Kwanza mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini muamini mitume yake. Yukutikum kiflaini min rahmatihi, atakupeni mambo mawili katika rehema zake mkifanya hivyo. Jambo la kwanza atakalokupeni, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, atakujalieni nuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mtakuwa mnatembea nayo. Tunarudi kule nyuma, nuru hii itakuwa ni taa yako inakuangazia mahala palipokuwa na giza. Ndio wacha Mungu zawadi wanazopewa. Nuru hii itakuwa ndio taa yako inamulika katika giza. Dhambi ile pale unaacha kufanya, zuri hili hapa unafanya. Ndio vitu ambavyo wanapewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao ni wacha Mungu. Ikiwa sio mcha Mungu, basi utakosa vitu vya namna hii, utakurupukia madhambi. Kwa sababu gani? Hauna furqani katika moyo wako. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa yaghfir lakum, na atakusameheni madhambi yenu, wallahu ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Watukufu wa Islam, aya hii inayosema wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, kwamba Mwenyezi Mungu atakujalieni nuru mtakuwa mnatembea nayo. Wacha Mungu hapo wanajaliwa nuru, huwa wanatembea nazo kila anapotembea, na ndio maana hawezi akaona jambo baya alafu akalifanya. Kiona wewe unapiga sana dhambi, mambo ya maasi utoki huko, uzinifu utoki, umekosa furqani katika moyo wako. Maana yake sio mcha Mungu, kwa sababu zawadi hizi wanapewa waliokuwa wacha Mungu. Kwa hiyo aya hii ni dalili tosha kwamba hakika ya takwa tunawiru qulub, ucha Mungu unanawirisha moyo, lakini pia unazidisha maarifa na elimu. Ikiwa mcha Mungu utapata elimu na maarifa yatakuwa juu. Watukufu wa Islam, kwa haya tuliyoyazungumza, kila mmoja kwa nafasi yake, Sayyidina Ali bin Abi Talib ametuelezea vizuri kwamba mcha Mungu ni al-khawf min al-jalil, wana hofu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. La kwanza, kiwa na hofu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, maana yake kutofanya madhara. Lakini wala amalu bitanzil, kazungumza na kufanya matendo yako kwa kuifuata Qur'an. Kifanya hivi basi ni alama kuwa wewe unamcha Mungu. Lakini pia walqanaat bil qalil, Sayyidina Ali akasema, na kinai na kile kidogo. Ukiwa hauko katika kukinai, basi jiangalie vizuri. Lakini akazungumza pia wal istidad li yawmin rahim, na kujiandaa siku ya mwisho. Mbona mtu wakati wote muda wote anajiandaa, ana ibada, basi ujue kuna alama ya ucha Mungu. Lakini Talibul Habib naye akatuambia yamtifaru awamirillah, ni kujiepusha na maamrisho, ni kutekeleza yale aliyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wajtinabu nawahi, na kujiepusha na yale aliyotukataza. Katafsiri tena akasema khawfan min Allah, tena kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukataraji rahma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha